Wewe kama unakuwa umepiga mtu wao. Baba! Ana huyo baba. Wewe unamjua ni? Simjui. Sasa mbona kaita anko umetia mimba huko? Mimi simjui, sijatia mimba. Sasa mimi si mgeni huko ankole. Anko tako huyo. Mtoto anataka kubwa huyu. Yaani ubaba wote wamenidia chini. Baba. Bwana njaa. Jamo. Inaumiza sana, inasikitisha sana, inaumiza sana, inasikitisha sana. Ina maana Shemu unapita speed, ina maana ulikuwa unioni kweli? Si unajua niko kwenye confusion, yani sielewi hapa nilipo, yani samahani Shemu. Okay. Sawa, hata hivyo mguu ulikuwa ni wa kwako. Nilikuwa nakuja nyumbani. Mama P. Abe. Kiukweli kukaa kimya ni ujinga. Napitia tabu sana nikikaa kimya. Na watu bwana nikwambia ukweli. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza kweli, swala moja nataka nikwambie sasa. Najua ni shemeji yangu. Najua mume wako ni rafiki yangu sana. Lakini kuna muda hisia inashindwa kujikontrol. Wewe ni mwanamke ambaye nimetokea kukupenda sana Mama P. Umemaliza? Umemaliza? Hivi mimi nilijua nina Shemu. Tena mwenye akili. Ndio hicho unachowaza? Badala ya kunihurumia nimepoteza mtoto tukatafute mtoto unaniambia upumbavu sasa hivi. Kwa nini unikosea adabu Shemu? Naomba kuanzia leo tuheshimiane. Wewe ni shemeji yangu, mipaka iwepo. Pumbavu. Vipi wanetu, mbona Chidi atokei maskani afu tumetoka naye mazingira kule? Oya wewe, asije kuwa kastepana mzigo wa boss mwanetu. Wewe hapa patakuwa pakaliki. Yule hawezi kuondoka na begi. Nadhani atarejea Chidi. Namwamini au si? Mimi namwamini. Kwani una wasiwasi naye? Sema nini? Hapo nyewe. Taarifa zake zote ninazo. Kwamba yule ni noma na intelijensia, kwamba mimi nina uhakika ni kwamba mzigo umeshafika kwa Popa. Kwa hiyo sisi tutulize tu hofu zetu. Wewe mfagilia afu mwisho wa siku mzigo upotee, tuulizane hapa. Hata eleweka mtu yote maskani hapa. Kinyongo tu mmoja mmoja hapa. Oya wewe mwenyekiti. Oya wewe. Wewe mchumba tu. Unataka tukuite hivi? Aya njoo, kuna masela wanakuita hapa. Oya wewe. Mtozi wewe njoo hapa. Unaitwa maskani huku au tukuite mama. Sikia mwenyekiti. Mwenyekiti, kuna habari ambazo unazifuatilia, mwenyekiti asizimaindishi. Na mwenyekiti, hebu acha kufuatilia habari ambazo hazikuhusu. Tafadhali mwenyekiti. Tulia kipalangoto. Unajua nilikuwa na mitikasi yangu ya kuwacheki wananchi wangu na picha zangu. Sasa wewe unaniita kisela. Wewe hujui mimi chombo cha dola? Sikiliza. Hiyo haijalishi. Who are you? Wala mimi sitaki kuangalia hilo. Cha msingi kila mtu ana mipaka yake. Wewe dini na serikali yako na sisi tunadili na serikali yetu.
Hatutaki habari za kuingiliana. Mwenyekiti tafadhali. Basi jamani, basi. Tano. Bala. Una kibrete. Hapo nyewe poa tu. Inatakiwa utii kama hivyo inavyotakiwa. Vipi mwenyekiti? Mambo yangu haya. Sikia. Ni kila kitu freshi. Unaelewa vizuri? Mbona nyinyi wananchi wangu nyinyi kwani mna shida gani? Sasa mna shida. Sasa mimi kuna malalamiko niliyapata. Sawa. Mimi havinihusu, mimi nachoangalia maisha yangu tu, kila mtu anakula upande wake. Unaelewa vizuri mwanangu? Nyinyi hamna shida. Umesikia kipalangoto? Baridi, kipalangoto. Baridi. Sawa. Tembezee. Au vipi hapo? Haina shida. Wapo sikiliza nikuelekeza. Kama ulivyoelekezwa maskani hapa usipite. Wewe fuatilia maisha yako wewe. Utakuja kukunyonga siku. Mume wangu. Vipi mbona uko nje? Umerudi sasa hivi hapa. Unaona ndani mazingira joto, bora kwanza nitulie hapa. Sasa umetulia hapa babani, niliweka chakula ndani, ushakula? Sio kula hata kuoga yenyewe bado pia. Kipenzi. Sio vizuri, tabia mbaya. Sasa nakuraje wakati mke wangu haupo? Nimeingia ndani nimekuangalia haupo. Unategemea mimi nafanyaje sasa? Bwana nakupenda. Mambo mengine kazini vipi baba? Je, nipata story, tuko bize tu. Bwana na wewe naona. Yaani mke wangu ukiachana na story zote. Unajua hichi kitendo cha mimi mwanangu kupotea mimi bado kiukweli kinaniumiza sana. Yaani kinaniumiza. Yaani nafanya kazi zangu zote lakini furaha sina. Yaani najaribu tu kukaza moyo lakini kiukweli kuna maumivu makubwa sana katika moyo wangu. Sio peke yako kipenzi. Nakumbuka unavyoongea hivi. Na mimi nina jeraha kama lako mume wangu. Tulikuwa pamoja. Ninachoamini Mwenyezi Mungu yupo. Endelea kumwomba Mungu. Tutampata tu mtoto wetu. Sawa. Sasa mume wangu kuna kitu nataka tuongee kidogo. Sasa nafasi kidogo dakika chache kabla tuende kupata menyu. Wewe ushaanza mambo yako. Umeondoka, umenikuta nje. Twende ndani ukaniandalie chakula, ukaandae maji ya kuoga ndo utanihadisia. Kitu serious lakini nimekuja Kitu gani? Wakati niko kwenye mizunguko yangu. Sasa nikapita hii barabara ya kushukia hivi chini huku upande wa njia barabara kuingia kwa shemeji kule. Sasa mume wangu nikakutana na Shemba. Rafiki yako. Rafiki yangu? G. Okay. Ndio mume wangu. Sasa nisikilize mume wangu. Kuna kitendo amefanya na kuna maneno ameongea. Mimi sijapenda mume wangu. Kitendo? Mume wangu nisikilize. Mume wangu mimi nakupenda. Na nakuletea hili kama mume wangu, lakini pia muone yule ni rafiki yako. Heshima ni kitu cha bure. Mume wangu, hivi G amefikia tu ya kunitongoza mimi? Wewe? Ndio mume wangu. Sijapenda hili swala mume wangu. Tupo kwenye kipindi kigumu sana mume wangu. Amefikia kuniambia hivyo. Ananiambia ijalishi niko kwenye mazingira gani. Hivi kweli rafiki yako ana akili timamu kweli? Mke wangu. Mume wangu niamini. Mbona unachoniambia kama hakiingia akilini? Unajua mimi G ni rafiki yangu kabisa. Na hizi tabia hana kabisa. Kweli ana matatizo yake mengine. Lakini mimi ninavyojua anakuheshimu kama shemeji yake. Sio rahisi kunielewa mume wangu. Lakini inabidi unielewe. Kwa sababu hata wakati anaongea na mimi sikutegemea kama angeongea pumbavu kama huo. Okay, sikiliza. Kama amefanya hivyo, G amenikosea. Na kama amefanya hivyo, G ananivunjia heshima. Tena pakubwa. Nilikuwa na mpango wa kuingia ndani kwa ajili ya kujisawazisha, kujiweka sawa na kula pia. Naona hivi vitu vyote mimi nishasitisha. Twende mguu wako, mguu wangu, twende kwa huko. Kula basi kidogo kwanza. Nichanganye unajua.
Leo una umbea gani tena leo? Mke wangu, kila siku zinapozidi kwenda, upendo unazidi kukolea. Si kwa nini hivi? Umenipa hivi, unaniwekea dawa nini? Siri yangu tu. Una macho mazuri wewe. Unajua na macho mazuri kama nini? Kuna mnyama mmoja anaitwa punda. Unamjua punda? Punda milio ule mistari hivi. Na ana macho fulani kama analia. Na hivyo hivyo. Niangalie basi, mbona unaangalia kule? Nipe umbea basi. Umbea bana, umeisha kidogo. Kaka. Wazi wayo mta. Kaka, ikiwa na bona. Aisege ndani yo bona. Shemeji sasa ameniagiza mavitunguu na nini hapo kwenye kagenge hapo juu. Sasa nikafika mahali nikakaa. Nikasubiri sasa. Nasema ngoja nile upepo hapa kidogo. Akatokea mwamba mwanangu. Na yengele na shano bushwa. Yawe. Amesemaje? Amesema wakati unamtuma yale nini machopchopu yale hajapike manyanya mavitunguu na mapumbavu kibao. Sasa akawa ametoka zake kule amekaa pembeni kama kawaida yake anachezea simu. Akaja msanii kwamba sijui Harmonize jokes yule. Kama we yani waruterera baneyera uneshuruwale ndongi iwe ndushanezoba kama wange. Ekio na yenze picha chokanje ugoka mbwenu tumepiga hadi picha mwanangu huyo ni msanii hatari. Iwe yule jamaa amepiga yani kwanza ukimwangalia miwani yake ni msanii kinoma noma. Ngoja uone. Aise kazi ni unaona hii hapa. Yani huyu ni mimi yani ninaua. Yani sasa hii picha nikienda kumuonyesha mama mdogo na mama yangu nyumbani. Iwe mbajono lirwa. Kwa hapa unaenda kutamba mkoani. Yani uronda tamba ja kumbona. Pamba na ruga Dar es Salaam nanye. Na ijane picha nayo msanii malani nazo hivi timfuta nemo. Kuna wageni. Karibu. Kuonyesha baadaye kaka. Acha kelele subiri. Kata maji ya nani? Sana wapi wageni hapa. Jamani mmependeza. Karibu. Karibuni. Karibuni. Shem. Vipi rafiki yangu? Karibu. Karibuni. Sasa shika. Sasa mimi. Au umeshavuruga tena? Sasa nimevuruga. Karibuni wageni. Hivi hivi wakumtongoza mke wangu mimi kweli wewe? Kwani unakuwa mnafiki? Mimi najua rafiki, mimi najua nina ndugu, kumbe sina chochote, una lolote wewe. Yaani sikutegemea kama ungefanya vitu vya kipumbavu kama hivi. Kwanza Shem, ngoja samani. Alipokuwa anamtongoza mke wako ulikuwepo? Wewe. Usinyoshe kidole. Wewe. Siongea na malaya wako. Malaya mwenye na wewe mke wako ndo anatongozwa ovyo. Wewe koma wewe. We. Fanya mambo yako yote. Usiguse mke wangu. Nampenda kuliko anavyojipenda mimi wewe. Kama ungeliniheshimu mimi kama shemeji yako, usingefanya upumbavu uliofanya. Sikiliza mke wangu. Sikiliza. Usipigizane nayo kelele. Hao ni wapumbavu tu kama wapumbavu wengine. Shida sio hivyo. Kwa nini hakuthamini hata ushemeji nilionao kwake? Kwa nini ukanivunjia heshima wewe? Kwa nini? Leo unatamba mbele ya mke wako ili akuone wa maana Mke wangu nisikilize. Mimi hawa nimeshagundua kitu hichi kimoja. Hawa nia yao tugombane mimi na wewe, alafu huu mtoto hii mimba ikalelewa na mwanaume mwingine kwa mazingira magumu. Wewe unaona huyu ni bora kuliko mimi, si ndivyo? Sikiliza, mimi naondoka. Sisi tunaondoka. Ila tutakutana tu. Nakwambia utajaa kwenye 18 zangu. Nitakachokufanya. Jiheshimu shemeji. Nendeni zenu huko. Na tuacheni. Niwaambie tu. Umbea waone kwanza. Mtoto wa kiume na mind vitu vya kijinga. Ule kakudanganya. Kama una akili timamu wewe kaa ufikirie.
hajai hapa. Kuna wageni hapa wamewahi kuondoka nini? Wale hamna wageni pale. Kuna nini sasa? Wajinga tu wale. Timunyeta. Bontela nyaba boleto rugambo mwaitu hapa. Wale wajinga nimeshakwambia hamna wageni pale. Yaani wangekwambia wanataka nini? Mimi kama aleta vuruga na chakazaga. Mimi na shemeji napiga. Wewe. Iwe nini? Hayakuhusu maswali jamani, nenda kakae ndani utulie. Ushaambiwa na kakako kakae ndani utulie. Mambo hayakuhusu haya. Oya sasa. Mimi narudi mtaani hapa, naweza nikakutana na mwingine. Nisikilize, hii ni Dar es Salaam, hii sio nani, sio Bukoba, hii sio Kagera kule nyumbani. Hapa ni Dar es Salaam. Watu wengi wanatekwa, wanauliwa ovyo ovyo tofauti. Hapa ni Dar. Watakuitia mwizi. Iwe kakae ndani, fungulia TV, angalia ndani. Mama, kanta yenu yao. Haya, nyewe mnapendana mpaka naona wivu. Mwenyekiti! Nini? Mwenyekiti! Asubuhi mwenyekiti watu hata hatujalala na mademu zetu vizuri asubuhi. Unasemaje? Naomba unisaidie mwenyekiti. Hebu tulia kwanza. Unajua wewe unaongea mimi sikusikii vizuri. Kuwa mwenyekiti, usiye basi mnanisumbua kwa nini? Kwani nimekosa nini mimi kuwa mwenyekiti? Jamani, twende neno moja moja. Unanielewa vizuri? Nyoosha neno moja moja nikusikie. Twende. Mwenyekiti, nanyanyasika wenzako. Kuzaliwa mwenye mlemavu sio shida mwenyekiti. Kuzaliwa na 2000 tu ndo wananipiga, wananitukana. Mwenyekiti. Kuna vijana watatu ni makuta huko njiani. Naomba ya 2000 japo hata nikale. Lakini maneno wameshinda kuniambia sina. Kazi kunitolea tu maneno makali na kunipiga. Mwenyekiti, kama mwenyekiti unanisaidiaje? Hapo. Umesema umewaomba 2000 wakakunyima. Wakaninyima. Labda nije kwenye haki bin haki. 2000 yako. Wewe 2000 unajua ina sifuri ngapi? Watu sasa hivi wana masters yao mzee. Watu sasa hivi wana shida zao. Watu wana vikoba. Watu wana upatu. Watu wana michezo. Mzee, watu wanadai hela za kodi sasa hivi. Kirahisi tu watu wakupe 2000. Acha shobo mtoto wa kiume. Wewe hujui kufanya kazi. Ufanyi kazi wewe? Ufanyi kazi? Hapana, sio kama siwezi. Huwezi kufanya kazi. Sasa baba, nikija tu kwenye ubinadamu. Watu wanao nalo ngumu mwe. Kwa hiyo baba wamekupiga. Wamenipiga. Inauma. Maskini, ukalia mwenye ukatoa na machozi. Ndio nikakukimbilia. Ukanikimbilia mwenyekiti, Umekuja kuhitaji msaada kwangu Okay, umesema ulikuwa unaomba bei gani? 2000 japo hata nikale. 2000 Haina shida. Nikiwa kama mwenyekiti wa kijiji nimebeba. Baba, bei gani? 2000. Baba, hiyo 2000 itakutesa. Hiyo 2000 itakutesa sana. Hela yangu ukienda kunywea pombe kitakulamba. Hela yangu ukienda kuvutia sigara au bangi kitakulamba. Labda nikusogelee karibu nikupe kitchen party. Kwenye hii dunia ukiona mwanaume anakupa hela inatakiwa ujitathmini mara mbili. Mimi nimekupa hiyo hela kwa sababu mimi mjumbe. Unaelewa vizuri? Nimekupa hiyo hela kwa sababu mimi mjumbe. La sivyo kuna watu wanaombaga macho matatu. Sasa chunga macho matatu yako yasije yakaombwa. Wewe mtoto wa kiume inatakiwa ufanye kazi. Ondoka. Chap mwenyekiti nani yangu. Nataka kuomba jicho la tatu. Tumevumilia, tumejikaza, tumeshindwa. Haya maumivu mwisho. Mwenyekiti, nimekuja hapa na shida zangu mimi. Huu mtaa huu tumechoka. Watoto kila siku wanapotea hapa. Na wewe ni mwenyekiti. Wewe kazi yako nini? Tulikaa tukapoteza muda wetu sisi kuchagua wewe. Leo hii hautekelezi majukumu yako. Unajiangalia wewe tu, wewe nani? Sasa sikia nakwambia mimi kama mimi, Opino Official. Kama mtoto wangu atapotea kipumbavu,
kama walivyopotea wengine, sintakuacha salama. Haijalishi kwa panga au kwa uchawi. Mimi nakwambia haki ya Mungu, nakwambia tena. Yaani kama kuna kula ambayo inanitesa, basi ni kula yako baba. Yaani kula yako itanitesa sana. Anyway, nisikai kinyonge. Labda nikuulize kitu kimoja. Nilikutuma unipigie kula. Si shobo zako zilikutoa nyumbani kukaa na familia yako, ukaja mpaka one kituo cha kupigia kula ukanipigia kula. Maana yake uliona kabisa I'm intelligentsia and confidential and intelligent. Listen careful. Labda nije kwenye point. Cha kwanza, unakuja kwa mjumbe uko uchi. Unakuja hivi? Manyoya yako unamuoneshea nani? Maana yake ni nini? Kafai nguo ndo uje kuongea na mimi. Shenzi wewe. Wewe ongea hivyo. Nasemaje? Kama mwanangu mimi akapotea katika mazingira haya kipumbavu hivi, mwenyekiti, alali yangu. Nasemaje? Utanitafuta kwa upanga au kwa uchawi. Inaumiza sana, inasikitisha sana. Habari za kutoka kule mume wangu. Huko ni mbaya. Kwa nini? Nimeenda kwenye mizunguko yangu nikakutana na watu watatu. Walivyonitukana, walivyonipiga. Nikajitahidi sana nikaenda na kwa mwenyekiti. Hasa mwenyekiti sasa bado anipe maneno mazuri. Ndo kwanza wananichochea. Kwa bahati mbaya nzuri tu akanisaidia na 2,000 tu. Maisha mpaka lini mume wangu? Penye ule muda nimekusindikiza, narudi pale pamekuja kaka majambazi. Wamekula ndizi zangu zote na kunilipa wajanilipa. Kwa na hapo unaponiona sina hata 100. Na hapo unaniambia umepigwa kule. Kweli mume wangu? Ama maisha mpaka lini? Mbona tunadhalika sana mume wangu? Hapa nimechoka. Inaumiza sana, inasikitisha sana. Mama mwenyekiti, unatokea wapi? Unaulizwa unatoka wapi, jibu. Leo mmeatimba leo. Unatoka wapi kati au sio? Lete tambo hili. Na ukiulizwa ongeza sauti. Kwanza kielele cha mume wako ndio kinakuponza mpaka wewe mwenyewe. Mume wako anasharadia sana mambo ya wanaume. Tembea! Oe, aga masela wewe. Na ole wako endelee na habari zako. Wewe na mume wako.